Kwanza sisi kama vijana tunaopatikana kwenye mkoa wa Kagera, unapomzungumzia ndugu Manguzo Mneki, huyu ni mtu ambaye amekuwa karibu na makundi yote, makundi ya vijana, makundi ya watu wa rika yake, na mimi binafsi ni mtu wangu wa karibu sana ambaye amekuwa mentor, amekuwa mshauri, amekuwa mtu ambaye ananielekeza mambo mengi kwenye siasa. Kwa hiyo ndio maana sisi kama vijana wa mkoa wa Kagera tukaona na sisi tushiriki kwenye mazishi haya ya mama yetu mpendwa ambaye tutampumzisha siku ya leo. Ukiangalia tangu mama yetu atutoke, nadhani leo ni karibu siku ya 4 ya 5, unaweza ukaona namna gani ambavyo watu wametoka pande tofauti za nchi yetu, wamekuja Dar es Salaam, tumewaona leo Mwanza, tunawaona kwa wingi. Hii inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo mama yetu aliishi vizuri na jamii hii ya wana Mwanza, wana Ilemela, lakini vile vile tunaona namna gani ambavyo kizazi chake kwa maana ya watoto wake wakiongozwa na Mneki ndugu yetu Kwihaya, namna ambavyo wameishi vizuri na jamii. Kwa hiyo msiba kama huu sisi unatufundisha kwamba lazima tuishi vizuri na jamii, ni lazima tuishi vizuri na watu, kwa sababu maisha ya hapa duniani ni maisha mafupi sana, ni maisha mafupi sana ambayo hakuna anayejua ni lini ambavyo Mwenyezi Mungu atamuita kutoka katika uso huu wa dunia. Kwa hiyo kubwa ni sisi kuishi vizuri na jamii, kuishi vizuri na watu, lakini vile vile kuishi maisha ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Kikubwa kwenye misiba kama hii tunachojifunza ni kwamba swala la kifo ni la kila mmoja wetu. Yaani kwenye swala la kifo ni la kila mmoja wetu. Hakuna ambaye ana uhakika wa maisha ya hapa duniani. Kwa maana uwe kiongozi wa kisiasa, uwe kiongozi wa kidini, uwe kiongozi wa kimila, uwe kijana, uwe mtu mzima, uwe mwanamke, uwe mwanaume, ni lazima tujue kwamba swala la kifo ni la kila mmoja wetu. Kwa hiyo tunapohudhuria katika misiba ya namna hii, tunajifunza kuendelea kuishi kwa wema, kuishi na watu vizuri, kwa sababu maisha hapa duniani ni maisha mafupi sana, na kifo hakichagui yeyote. Mwenyezi Mungu anapoamua kumuita mja wake anamuita yeyote bila kujali chochote. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunajifunza kwamba ni lazima tuishi vizuri kwenye jamii, lakini tuyaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, kwa sababu kifo hakichagui yeyote.